Yes, hii ni barua kutoka polisi. Barua ya polisi ikielezea namna ya ukamatwaji wa Tundu Lissu. Tundu Lissu amekamatwa na mpaka sasa hivi kama inavyoelezwa na vyanzo vyetu kwamba haijulikani ni wapi alipo, kwa sababu baadhi ya watu waliweza kwenda kumwangalia hapo alipokuwa amekamatwa, lakini taarifa walizopewa ni kwamba Tundu Lissu hayupo na hayupo mazingira hayo. Na hawao pia hawajui wapi alipo, wakati vyanzo vinaelekeza kwamba alikuwepo hapo. Pamoja na hayo, Tundu Lissu alikamatwa akiwa kwenye mkutano wa amani. Alikuwa kwenye mkutano ambao wameupa jina kwamba ni mkutano wa amani mkoani Tunduma. Akakamatwa na akawa ameletwa jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kumpeleka mahakamani, na alivyofikishwa mahakamani yanasemekana mengi sana, na baada ya hapo haijulikani ni wapi ambapo Tundu Lissu yupo. Na kwa sasa inasemekana kwamba kuna mkutano ambao unaenda kufanyika, lakini kuna baadhi ya vyanzo pia vinasema kwamba kuna watu ambao walikuwa wanazuiliwa kwa ajili ya kuweza kufika kwenye mkutano, lakini ni kwamba watu wanaokuja kwenye mkutano wamepanda mabasi binafsi na mabasi ya kukodi, hawajavaa chochote kile kinachoashiria kwamba wao ni Chadema au kitu gani. Kwa hiyo wao wanachokifanya kwa sasa hivi ni kwamba wanatumia tu uraia, wanavaa nguo za kiraia tu kawaida, ili wasijulikane kwamba wao ni watu wa aina gani, ni watu wa chama gani, wanatokea wapi, wanahusishwa na kitu gani. Kwa hiyo watu wakiwa wanasubiria hukumu hiyo, watu wakiwa wanakuja kwa ajili ya kuweza kunanilihi hukumu hiyo. Tundu Lissu kwanza ni msema kweli, ni mtu ambaye huwa anaongea vitu vinavyoeleweka kama walivyokuwa wakiongea wenzie wa chama cha demokrasia. Tundu Lissu ni nani haswa? Kwa wengi ni alama ya mapambano ya haki, demokrasia na uwajibikaji, lakini kwa wengine ni mpinzani mkorofi anayependa kugombanisha fikra na utawala. Ili kumwelewa kwa undani Lissu, haya hapa ni mambo 7 muhimu yanayomtambulisha. 1. Msomi aliyelelewa kwenye taaluma na tafakuri ya sheria na ana shahada ya uzamili ya sheria kutoka chuo kikuu cha Warwick, Uingereza. 2. Ni mwanaharakati wa haki za binadamu kabla hata ya siasa. Tangu miaka 1990 alikuwa mstari wa mbele kutetea wananchi waliokuwa wakinyanyaswa na mfumo wa sheria usiokuwa na haki. 3. Mwalimu wa kujenga hoja, amejijengea heshima kubwa kama mzungumzaji mahiri mwenye uwezo wa kutoa hoja nzito zenye mashiko ya kisheria na kitaalamu. 4. King'ang'anizi na asiyekata tamaa. Mojawapo ya sifa kuu inayomtambulisha Tundu Lissu ni kuwa mtu mwenye matumaini na asiyekata tamaa. 5. Jasiri na mkosoaji asiyetishwa. Haijawahi kuwa rahisi kumtisha Lissu, ana historia ya kusema kile anachokiamini. 6. Ni mfu anayetembea na risasi mwilini. Mwaka 2017 alishambuliwa kwa risasi 16 nje ya makazi yake mjini Dodoma. 7. Ni mtu mwenye kesi lukuki. Lissu ni miongoni mwa wanasiasa wa upinzani nchini Tanzania waliwahi kuwa na kesi nyingi mahakamani, na kwa sasa anakabiliwa na shtaka la uhaini.